endelea hadi mwendo wa saa 5 usiku, lakini awamu hii basi ni awamu ya studio, na bila shaka nipo naye Chege Majuice, katibu wa masuala ya kijamii kutoka chama cha PNU, ambaye anajiunga nasi jioni ya leo, ambapo kwa pamoja tutakuwa tunachambua mswada wa fedha wa mwaka 2025. Na ningependa kukaribisha, mwanzo ni kujulie hali. Uko salama, umeshindaje? Asante kwa kunialika ili tuongee kuhusu huu mswada kwa sababu unaguza wa Kenya. Mimi niko salama, nimetoka Nakuru. Mimi ni kijana kutoka Nakuru. Umetoka Nakuru kafika Nairobi sasa 2024. So hata ningetaka hata wewe tuchukue sekunde 30 ili tuomboleze wale Gen Z ambao waliuao kinyama. Inataka kuficha hii finance bill. Wanaitoa kidogo kidogo kwa wananchi. Ukiangalia hakuna ule wasiwasi ambao watu walikuwa nao mwaka uliopita na ile finance bill. Watu walikuwa wanaiekelea kwa meza, wanaijua hii finance bill nini. Saa hizi ukiuliza Wakenya wengi about finance bill ya 2025, hawajui kitu ambayo inaendelea. Ni kwa sababu ya nini? Ile finance bill, ukiangalia ile finance bill, kwa sababu niko nayo, imetumia yale majina tatanishi ile kuandika pale, like exemptions of the VAT, exemptions of what, ili Wakenya wa kawaida, the VAT, exemptions of what, ili Wakenya wa kawaida wasikuje pana hapa hapaendi vizuri. Naam, asante sana Chege Majuice. Na mtazamaji, acha nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni wangu wa pili ambaye tayari naye amewasili ndani ya studio, Sophie Kinoti, ambaye ni mkuu wa mawasiliano na masuala ya public relations pale UDA. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Na siku yako imekuaje? Imekuwa njema kabisa, nashukuru Mungu. Naam, karibu kwenye kipindi. Na ulipoingia kaka hapa alikuwa anazungumza kwa undani pale. Lakini pia ningetaka kusikia hisia zako. Maana ametaja kwamba ule mswada wa fedha umeandikwa na wameweka maneno ambayo kulingana naye kidogo yatawachanganya Wakenya kawaida. Na ndio maana ulipelekwa bungeni na wakasema kuwa hamna taxes ambazo zinaongezeka. Na nikiangalia ule mswada nikiuchanganua vizuri, naona kweli utafavor mwananchi because utapata kama mahali wanakuambia kuwa sai kahawa yetu imeimarika, tea pia imeimarika, chai imeimarika, sai Wakenya wanalipwa vizuri. Unaona kama pale hakuna ile tax ya coffee and packaging materials. Lakini pia kitu ambacho tunafaa kuambia Wakenya ndio huu mswada umekuja, acha tuusome, tuuelewe, kwa sababu kuna vipengele kadhaa ambavyo pia vina support na pia vinaweza inua mwananchi. Nitakupatia scenarios 2 ama 3 tofauti. Kitu cha kwanza, sai wanataka kusi zile leakages na kusi zile loopholes. Ndio maana wanasema hawataki kuongeza taxes, lakini wanataka kuwe na usawa kwa kila mtu wakati wanapata zile taxes. Kuna watu wengine wenye hawajakuwa kilipa zile taxes. Na unajua wakati wanasema hivyo ni kwa sababu tunafaa kuwa na ile development. Wanataka kusi zile leakages na kusi zile loopholes. Ndio refunds nyingi ambazo wamekuwa kipata ni to a tune of 500 billion. Ambayo ni equivalent to a development fund money. Kwa hivyo unaona zile pesa nyingi zenye wanapata, wanalipa Wakenya, wanarudishia na hence hizo pesa sasa unapata zimepunguzwa. Hatuwezi pata zile development zenye tunataka vizuri kwa sababu pesa nyingi zimerudi kwa Wakenya. Unaelewa? So nafikiria huu mswada tukichanganua tu vizuri na pia Wakenya waweze kuelewa ni wapi kuna zile wins, ni wapi kuna zile losses, ndio pia tuweze kubalance pia development yetu. I think tutakuwa sawa. Naam, asante sana Sophie. Na Chege pale Sophie amesema kwamba hakuna ushuru mpya ambao unaongezwa, lakini kwa maoni yako nahisi kwamba ule ushuru tayari ulioko hauoni kama uko na mzigo mkubwa kwa Wakenya? UDA anaambia Wakenya wanajua ni uongo. Ni kwa sababu hiyo ndio imekuwa hali yao tangu achukue serikali. Hata ile finance bill, ule mswada mwingine wa mwaka wakasema ya kwamba hakuna tax, hakuna ushuru ambao wanaongeza, lakini walikuwa wanaongeza ushuru maradufu. Wakenya wakatoka kwa barabara hadi wakakufa. Hivyo ndio nataka kuambia Wakenya. Unaposikia hawa watu wakisema ushuru haujaongezwa, unapokuja kutuambia ati ushuru unatolewa kwa packaging za kahawa. Mimi ni mkulima wa kahawa.
watu wengi ni wakulima wa kahawa. Tunajua vizuri kwamba that kahawa mingi katika nchi ya Kenya, it is not packaged here in Kenya. We sell the raw coffee to other countries in European countries like German. They process the coffee. I think 17.5% ni katika ile kiwanda ile ya chuma. Na hiyo ya chuma ni ule kulikuwa hata na mwekezaji mwenye alisema ya kwamba angetaka yeye mwenye angeonelea ni vizuri rais mwenye yako aongoze kwa miaka 25. Mnamjua ni nani? Alafu kukatokea rumors na ule alikuwa naibu wa rais akasema hao ndio watu ambao wanafanya biashara. Ukiangalia katika ule mswada there are specific commodities, na ukiangalia kuna rumors zilikuwa pale mbele, hizo ni biashara zilikuwa zinafanywa kama steel industry. Na nataka wa Kenya, kama kuna Mkenya saizi anaangalia, aende asome huo mswada aone katika mambo na steel industries. Ya pili, saizi anaangalia, aende asome huo mswada aone katika mambo na steel industries. Ya pili, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, kahawa yetu na majani chai tulikuwa tunalipa wakulima pesa ngapi? Wakati Mheshimiwa Ruto alipochukua usukani, kwa manifesto yake alisema lazima tuwe na food security katika nchi yetu. Sahi tumeweza kuona, at least tumeweza kupata fertilizers. That's number 1. Number 2, alisema atajenga masoko. Wakati wa Kibaki, wakati hizo ndio nyumba zitakazojengwa, kwa sababu kila mwaka kuna idadi ya nyumba ambazo wanapatiana, wanasema tutajenga hizi nyumba. Nyumba ziko, masoko yako. Sahi wakati alikuja akasema about universal health coverage. Mbona hawaongei? Watu walikuwa wanaongea about SHA kitambo, SHA ifanyi. Sasa SHA inafanya. Wanalimpi la kusema. Kwa sababu sasa waache kutia Kenya nzile ile hasira. Tumpatie rais muda wake, kwa sababu kwa hiyo miaka miwili yenye ameingia tayari tushaona mabadiliko. Mabarabara yashaanza kujengwa, hizo ndio nyumba zitakazojengwa. Mpatie muda, wacha. Nasema hivyo kwa nini? Juzi tulikuwa tunaona kwa magazeti. Tunaona ya kwamba that 2.3 billion zimewekwa kando kwa facelift ya office ya rais. Facelift ni nini? Ukiambiwa facelift ya gari ni kurembesha gari hapa mbele. Facelift ya ofisi ni kurembesha ofisi. Rais wa Kenya ambao wanakufa kwa vitanda wamekosa dawa. Unaenda pale, pesa zinawekwa kando. Bilioni 2.3 za kurembesha ofisi. Zinawekwa kando. Bilioni 2.3 za kurembesha ofisi yako. Mwaka uliopita ndio facelift ni nini? Ambaye anaweka ofisi yake facelift 2.3 billion. Saa hizi yako juu ya gari. Wiki mbili ako juu ya gari. Amekuwa juu ya gari huko Kisumu, Migori, Nyanza huko. Leo hii nimemuona juu ya gari mpaka nikashindwa. Ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambao iko na matatizo kama haya, vijana hawajaajiliwa kazi. Vijana wako na hasira. Mtu anakaa nyumbani, ameanza miaka 20, miaka 35 inaisha, mtu akiwa nyumbani na vyeti vyake na hajui aende wapi. Hii ndio taifa yao. Juzi tumeona kwa runinga, ninakwambia hawajajifunza chochote. Huyu minister, waziri ambao alikuwa ni mambo ya reba, akienda kusema hakuna Wakenya walipoteza pesa. Na Wakenya wameenda wakisema mimi nilienda nikalipa ndio nipate kwenda zile kazi ambao walikuwa wamedanganya Wakenya. Hawakwenda. Leo nimeona kwa gazeti akisema ati kuna community, kuna kabila fulani ambao inalalamika ati pesa zao hawakurudishiwa. Hatuongei kuhusu kabila Kenya. Tunaongea kuhusu hata